Mapenzi ngana ya penzi kubadilisha maisha ya muntu no tabia ya muntu isunlizisha umuntu ila shani nguno yu ni saidi nkuminto ige no aleho nam kile aleho nam togilwe no nam togilwe sana. Yani Shani. Ngosha. Unajua ni kwa nini nimechelewa? Kwa nini? Ni kwa sababu nilikuwa na kaswaga kale ka ng'ombe kale. Nikapeleke pale stendi. Nikamwambia yule konta, "Ebo naomba niingizie ka ng'ombe kangu hapo kandama." Nikataka nikaingize pale kwenye buti. Konda akaniambia, "Huyu ng'ombe unampeleka wapi?" Nikamwambia nampelekea Shani. Bwana mtu achane nako hapo ka ng'ombe bwana. Maana ushakasahau hata kukaleta hujakaleta, tuendelee tu na yetu. Konda akakata. Konda alinikwaza. Alinikela Konda. Nilikasirika. Jamani Ngosha, achana nacho hapo kandama kwa sababu imeshindikana na singewezekana kuweka kwenye buti bwana. Achana naye hayo. Naomba nikueleze Shani. Si unajua huku Morogoro mimi sina ndugu. Hauna ndugu yoyote kweli? Kwa hiyo ndio maana nikawa naomba Shani niweze kukuoa. Ili wewe ndio uwe mpenzi wangu na mke wangu na ndugu wa damu kabisa wewe. Utaweza kwenda kwetu? Kwa hiyo ukinikubalia wewe ndio utakaye kuwa ndugu yangu. Na wewe ndio utakaye simamia kila kitu, mali zangu zote utasimamia wewe. Nitakupa vitu paka mwenyewe utashangaa, ng'ombe na ng'ombe 100. Kweli? Ng'ombe igana. Wako wapi? Wako Shinyanga. Kweli? Haki ya Mungu nakwapia. Ngosha, niko tayari. Kweli? Ndio. Mungu nashukuru kwa kunipa mtoto mweupe design hii. Yaani unajua Shinyanga hakuna watoto weupe kama hawa jamaa. Wewe, usukuma nene na upate mtoto mmono yu. Yaani Ngosha, wala hata usijali kwa hilo. Ukipenda choro? Ula nyama mbichi. Shani nashukuru sana Shani. Yaani moyo wangu wote naukabidhi mikononi mwako mpenzi wangu. Kweli? Shani unaniua. Shani unaniua. Lakini sharti yangu ni hili. Lipi hilo Shani? Moja. La kwenda kwetu kwa mama yangu ukajitambulisha. Sasa Shani unafikiri Msukuma au Ngosha anashindwaga na jambo? Shani hilo kwangu mimi Ngosha ni jambo la kawaida, ni jambo dogo sana Shani. Kweli unaenda kwa mama yangu? Niko tayari kwenda Shani. Niko tayari kuishi kukaa hata kwenu. Nataka leo ikiwezekana leo nilale kwenu. Kweli Ngosha? Nakupenda Ngosha. Basi twende kwa mama. Beba bag. Yaani Ngosha katika hapo. Yaani miguu unavyoiona hii ilikuwa inakuja kwako, tunakufuata nyumbani kwako. Hivyo Mashani, mtu mzima kisha tumekuja kutushawishi sisi tuingie kwenye vikoba ili tutapeli pesa zetu sisi ndivyo. Hivi unajua pesa sisi tunapata wapi? Sio wenyewe mabubu vile kuna sehemu tunakuwa mabubu, kuna sehemu tunaongea, tunaomba pesa zetu. Kwa hiyo mnamdai? Ndio, tunamdai maana yake tumemkopesha. Huyu mama kaja kutushawishi tuingie kwenye vikoba ili atutapeli, atatoe ziki zake na mume wake na mtoto wake. Kumbe amekula hela. Kale hela yetu. Sasa mama haya, wape hela yao. Sasa wewe mama mnene, lakini kumbe mwili huo umejengwa na madeni ya watu. Haya, wape hela yao sasa.
Mama. Haki ya Mungu yani. Sasa mama yao wao. Kwani ule na wenzio? Waweza kumehenyeka hao wewe mpaka kuipata ile hela wewe unakula. Ngosha. Unamjua huyu ni nani unayemwambia hivi? Kwa nini sasa mimi huyu? Wale matapeli wa mjini. Wewe unaongea tu unamjua ni nani? Siwezi kumjua, hawezi kunisaidia lolote mke wangu. Twende huyu ni mama yangu huyu. Na ndio tunaenda kwake kujitambulisha. Sasa mbona na wewe Shani mbona ukusema mapema? Sasa ndio nakwambia ndio mama yangu ndio huyu. Wewe unanijua mimi? Sasa mama kuja na tusameane mama. Samahani. Unanijua mimi? Samahani kidogo. Sasa mama unanijua? Tusameane mama. Toka. Twende Shani. Twende. Yaani pale nilikuwa nasubiri tu mmoja wapo aniguse. Hasa kale kembamba kale. Yaani ningekashika, ningekamia mpaka kangejuta kale. Mama na wewe umezidi. Kila siku madeni tu. Unatuaibisha huko mtaani. Eti nakutia aibu. Wewe hapo unakula nini hapa? Unakula makaratasi hapa? Bila hiyo mikopo yangu wewe hapo ungeenda chooni? Hata kama hayo madeni ndio yanakufanya wewe unaenda chooni. Mpuuzi mmoja. Nataka uniambie, yule fala mwanzo umemtoa wapi? yule rafiki yangu anaitwa Ngosha mama. Pale tulikuwa tunakuja kwako ili ajitambulishe, anataka kunioa mimi. Mmekutana wapi? Tumekutana Facebook. Facebook? Kuna mapenzi ya Facebook sasa hivi? Mama, tumependana kweli, ndio maana kaja Morogoro hapa. Sasa nisikilize nikwambie. Sitaki kusikia swala la ndoa na yule mpuzi wako mwenye mashuka yule. Si unanielewa vizuri? Nakwambia ondoka. Mama, naomba uondoke. Mama, tumependana na Ngosha. Usitaki hasira zangu nikazimalizia kwako. Lakini mama, mbona hivyo? Tunapendana mimi na Ngosha. Pumbavu wewe. Facebook. Mapenzi ya Facebook yapo sasa hivi. Mume wangu naomba unisikilize vizuri. Huyu hapa mimi simtaki. Kwa matusi aliyonitukana huyu kijana huyu. Simtaki, yani sitaki hata kumuona. Hapa kwenye nimekaa naye basi tu kwa sababu yako. Mke wangu hebu subiri kwanza. Hebu ngoja kwanza. Hivi Msukuma, sisi tunachotaka kujua kutoka kwako, wewe umetokea wapi? Kwa sababu wewe kwenye huu mji ni mgeni. Kabisa. Wewe ni mgeni. Sasa kama ni mgeni, umetokea wapi na imekuwaje mpaka umefika hapa? Yaani mimi ni mtu wa Shinyanga. Yaani Mwanza huko. Baba yangu amezaliwa Bariadi. Sasa akawa anasafiri kutoka kule na ng'ombe kutafuta sehemu ya Ruaga tunaitaga Ruagani. Yaani anatafuta sehemu ya machungo. Akafika paka sehemu moja unaitwa Rukwa huko, Sumbawanga huko. Akashuka sehemu moja Nkansi huko Kirando. Alipofika Kirando akapanda gari la Anko 7. Akatangulia na Mansi. Sasa alipofika na Mansi ndio sisi tukazaliwa hapo. Na ndio maana mimi ukiniangalia unaangalia kama Mwarabenga. Kwa nimechanganyika na pande hizo. Pande mbili, moja Mwarabenga, moja Msukuma. Sikiliza. Sisi hatuhitaji kujua historia yako. Kitu kikubwa hapa ulikuja vipi? Sasa mimi nilikuwa na chati na Shani. Sasa Shani tumechati kwenye Facebook. Sasa akanitumia vimoji. Na mimi nikamtumia vimoji. Ananipigia simu, nampigia simu. Anatumia emoji na mimi namtumia emoji. Sasa akasema sasa ni muda sasa mimi nikaona nije Morogoro tuje tukae tuangalie jinsi gani tunaweza tukaishi maisha. Sasa ndio nilipofika hapo ndio nikavuruga. Mume wangu, hapa sijaja kuongelea swala la ndoa, bali nimekuja kuongelea matusi aliyonitukana huyu Ngosha. Njoo kwanza, njoo. Nene? Hakuna nene hapa na utanena tu. Unajua mwanangu, huyu mwenzio sio muelewa. Na sio muelewa hata kidogo.
Nashindwa kweli. Kitu ambacho mimi kinanishangaza kutoka kwake, hataki kufuata sheria na taratibu. Hataki. Kwani ulivyoongea naye mjomba alisemaje? Mimi nilimshauri kitu kizuri sana. Atafute wazee, aje nao hapa ili tuweze kutatua jambo lake. Kitu cha ajabu na cha kushangaza, amekataa. Amekataa? Kwa hiyo yeye anatakaje sasa? Yaani Msukuma ni Msukuma tu. Eti anasema kutafuta watu kuja nao hapa kutokana na mila na desturi za kwao ni udhaifu. Lakini mjomba, hata wewe inawezekana ukawa mshenga ukasaidiana naye. Unasemaje? Mimi naweza kuwa mshenga? Wewe? Alafu hivyo vimimko vyako hivyo vya mapenzi unavyoviendea lesi hivyo wewe. Vikome. Sisi ni watu wazima. Tunajua nini tunafanya. Hakuna maisha ya hivyo. Hapa sheria na taratibu lazima zifuatwe. Hili sio genge la wahuni. Wacha bwana wewe. Wewe umeona wapi? Umeona wapi eti mtu atafute mchumba mwenyewe, amchumbie mwenyewe, atoe posa mwenyewe na aje kuwa akiwa mwenyewe? Umeona wapi? Hatuwezi kufanya mambo kihuni. Lazima sheria na taratibu zifuatwe. Kama ameshindwa arudi kwao Shinyanga kweupe. Mjomba, naomba nisaidie, ongea naye ili akubali. Hapa ni issue ni kwamba lazima sheria na taratibu zifuatwe. Na kama hataki, arudi huko Shinyanga. Nimemaliza. Mapenzi ngana ya penzi ko badilisha maisha ga muntu no tabia ya muntu isunlizisha umuntu ila shani ngunuyu ni saidi nkuminto ige no la leho nam kile aleho nam togilwe no nam togilwe sana. Wewe, haya, amka. Amka nikwambia. Umesikia hizi zizi la ng'ombe hapa, si ndio? Unataka kuniletea michawa yako tu hapa hivi ndio Sukuma mkoje na haya mashuka yenu haya? Mama. Mama Shani. Bora baba umekuja. Yaani huyu mwanamke ana kipururu huyu. Bwana wewe punguza huo mdomo wako bwana. Ndio unakuponza huo. Mama Shani vipi? Mume wangu nimechoka. Naomba sheria ifuate mkondo wake. Haiwezekani mtu atoke huko alikotoka, anakuja nyumbani kwangu analala. Amesikia hii ni gesti? Anakaza kuniletea michawa tu mimi hapa. Nyinyi Wasukuma mkoje na haya mashuka yenu? Sasa sikiliza nikwambia kitu kimoja. Unajua mimi ni Msukuma Unajua hii mishuka hii ya Wasukuma hii sio kama tunavaa kwa ajili ya fashion. Hapana baba. Hii ni kwa ajili ya kambi popote. Ndio maana sisi Wasukuma tunazunguka na ng'ombe porini. Ukikuta sasa mwa yote nzuri unalala. Sawa, ikiwa juu ya mti, ikiwa wapi unalala. Na ndio maana mimi naweza nikazurura na ng'ombe, nikapita nao kwenye majani. Lakini ikifika wakati naweza nikalala hata juu ya mti, naweza nikalala hata chini. Kuonesha ujasiri wangu. Kwa hapa nikionyesha ujasiri wangu naona naanza kuninyanyasa. Sio vizuri jamani. Tuacheni hata si Wasukuma ni watu. Wewe bwana. Huo mdomo wako huo ndio unakuponzaga. Hebu acha bwana. Mama Shani, wewe nenda kaendelee na shughuli. Naomba aondoke hapa, sio zizi la ng'ombe hili. Kuletea michawa tu hapa nyumbani kwangu. Na mimi nipe mke wangu sasa niondoke. Na kaa hapa nafanya nini sasa? Wewe. Sikiliza nikwambie. Hivi wewe una nini? Una matatizo gani? Nisikilize nikwambie. Huu ujasiri wako unauleta sio hapa. Hapo upo kwenye nyumba ya watu. Yaani ujasiri unauleta kwenye nyumba ya watu. Huyu ni mama yako mkwe. Kwa hiyo unatakiwa umheshimu. Kipululu. Wewe unaweza kumwambia mama yako mkwe ana kipululu? Wacha bwana wewe. Wacha vitu vyako hivi. Sasa mnaninyasa kwa sababu ya tu ya kulala hapa. Wakati kule kwetu tunalala paka juu ya miti.
Sasa kwani hapa ni shida ni nini? Au kwa sababu ya bangalo yenu ndio mnanisumbua? Haya, kama shida hapa ni swala la haya makochi yenu haya, basi ngoja nilale chini kwenye ngozi. Maana kwenye ngozi si wengine tumesoea. Ndio. Maana haiwezekani. Kitu kidogo maneno. Nipeni mke wangu basi jamani. Mimi sijalala jamani, nimelala jana, nimechinda na natembea jamani. Niacheni nipumzike na mimi. Ngosha mpenzi wangu. Unahisi ulichokifanya uko sawa? Sasa Shani, unahisi ambacho mimi sijamtendea mtu yoyote sawa ni kipi? Kwa nini usisikilize ushauri wa mjomba? Ukaleta wazee ili swala liishi. Sikiza nikwambie Shani. Unajua mimi ni Msukuma. Yaani ni Msukuma pia. Sasa masuala ya kuleta wazee kwanza ni uoga. Lakini pia ni kukosa msimamo. Sijui unanielewa? Na hata huyu mama yako huyu angekuwa kule kwetu Shinyanga kule, ningempa ng'ombe yeye mwenyewe, angeruhusu mimi na wewe tuoane. Sasa Ngosha, hapa upo kwenu, upo kwetu. Unatakiwa ufuate sheria na kanuni za hapa ili swala liishe. Unajua wewe mwenyewe kabisa nilipofika hapa Morogoro. Nimefika Morogoro kimungu tu. Haya sasa, mimi nikaamua kuwapigia simu hao kwa terrorism wanao. Wazee hao. Haya wakija hapa nao wanataka hela hata kidogo. Yaani wewe Shani. Yaani hela ninakutumia hapa na mwaga hela wewe uone Shani. Sisi sasa nimetoka nazo, nimekuwa na mwaga hela. Wewe uone nilikuwa na mwaga hela hapa. Umemwaga hela kwa nani? Umemwaga hela wapi Ngosha? Sasa hata nikiwaleta hao wazee waje hapa sawa. Haya, hiyo hela ya kuwalipa kwa sababu na wao watataka hela. Niwape hela. Sasa hela mimi natoa wapi? Sasa unahisi hili swala litaendaje? Na wazazi wanajua kwamba wewe una hela na wanataka hela. Hapo itenda kimungu. Itenda hivyo kimungu. Nitahakikisha inafika. Weze baki. Kwa sisi wengine hapa wametuna si bila ndage atuonekane, si ndio? Kusha kucha sasa kuswampa. Hujui hapa tumeamkaje, tunakula nini? Wewe safari, si ndio manake? Wewe mwanamke naomba tuheshimiane. Sawa?